Yes, shalom. Mbele yako ni Prophet Emmanuel Simba wa Moto the Lamb of Fire. So ninakukaribisha kwenye ibada nzuri ambayo itafanyika hapa Mafinga siku ya Jumapili wiki hii. Itakuwa tarehe 15 ya mwezi huu wa pili. So ninakukaribisha sana kwenye ibada hiyo, na ibada yetu itakwenda kwa jina la Nyosha Fimbo Yako au Inua Fimbo Yako. Na hii ni ibada maalum kabisa ambayo inakwenda kubadilisha maisha ya mtu. Inakwenda kubadilisha maisha yako, inakwenda kubadilisha kila kitu kwenye maisha yako. Kama vile Musa alivyoinyosha ile fimbo ikawafanya Waisraeli wapite mahali ambapo ilikuwa haiwezekani kupita. Vivyo hivyo katika ibada hii kuna mahali utapita, mahali ambapo umeona haiwezekani kupita. Umeona umeshindwa kupita. Umeona hakuna njia. Umeona hakuna nafasi tena ya wewe kuishi, nafasi ya wewe kufanikiwa, nafasi ya wewe kuwa mtu mwingine. Unaona kabisa umefika mwisho, unakata tamaa, unachoka, unaishiwa nguvu. Mimi kama Prophet Emmanuel Simba wa Moto nitakuwepo kwenye hiyo ibada maalum kabisa kwa ajili ya mambo makubwa ya kubadilisha maisha yako, kukuvusha mahali ambapo umeshindwa kuvuka, kukupitisha mahali ambapo umeshindwa kupita. Njia zote ambazo maadui zako wamefunga kwa maneno, kwa ishara, kwa makafara, kwa kitu chochote, siku hiyo ipo fimbo ambayo Mungu ameiachilia kwangu kama nabii. Nitainua fimbo hiyo, nawe utavuka na utapita ukiwa salama. So nakukaribisha wewe na familia yako, nakukaribisha wewe na ndugu zako, nakukaribisha wewe na jamaa zako, nakukaribisha wewe na kila mtu ambaye yupo kwenye maisha yako. So usikose ibada hiyo. Lete wagonjwa, lete wenye shida mbalimbali. Kama ilivyoandikwa kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 14:21, anasema Musa akanyosha mkono wake juu ya bahari, Bwana akaifanya bahari irudi nyuma kwa upepo wa nguvu, anasema utokao mashariki usiku kucha, akaifanya bahari kuwa nchi kavu, maji yakagawanyika. Wana wa Israeli wakaenda ndani kati ya bahari katika nchi kavu. Nasema nayo maji yalikuwa ukuta kwao, mkono wa kuume na mkono wa kushoto. Kwa tunaona kabisa maji yalipogawanyika, Waisraeli walipita wakavuka wakienda nchi kavu, na sehemu ile ilikuwa ina maji, ilikuwa haifai kwa mtu kupita akiwa kwa miguu, pasipo meli, pasipo boti, lakini walipita kwa miguu. Jambo hilo lilikuwa ni la ajabu sana, sio rahisi. Na yapo maajabu ambayo yatafanyika kukuvusha mahali ulipo, yatakuvusha mahali ambapo ulikaa, ulikwama. Kuna mahali ambapo umekosa njia, umesimama na umebaki unalia na umebaki unateseka. So kama prophet night now, kama Mungu alivyomuinua Musa katikati ya wana wa Israeli ambao walikuwa wakiteseka katika ule utumwa, ndivyo Mungu alivyoniinua mimi katika kizazi hiki, katika mji wa Mafinga. Right now na kukaribisha, na usikose. Ibada yetu itaanza saa 3 kamili asubuhi. Na so Mungu atakuwa akitembea kuanzia hayo majira mpaka majira ambayo Mungu atakuwa amemaliza kazi yake juu yako. So yapo mambo ya kufanya, na usikate tamaa. Moja kwa moja nitaweka mawasiliano yangu hapo chini, utayaona. Piga simu, nitakuelekeza. Una mgonjwa, una tatizo lolote, nipigie simu, nitakusaidia. God bless you. Amen.